Kwa majina anajulikana kama Grace Kasichana, ni memba wa kikundi cha Elephant Gardens Project. Jina langu mimi ni Raymond Kadenge Mwaro, chaguliwa kama PMC, yani Project Manager Committee. Nataka nipeane tu historia fupi kilichozaa hili wazo na saizi tuko wapi. Mimi nilifanya kazi kwa mashirika tofauti tofauti, lakini shirika la mwisho ambalo nilifanya nalo kazi linaitwa Rainbow House. Ndugu yangu marehemu alimchukua, alikuwa anafanya kazi Malindi pale Sunpark, akasema wewe njoo. Nilikuwa tunalala na yeye mmoja, ananifulia, akaenda kazini anasema tule pamoja. Alinisaidia sana, roho yake Mungu ailaze mahali pema peponi. So tukiwa kwa hiyo ndo akasema wewe uko na uwezo, uko na marafiki, uko na tajriba ya hizi kazi za charity, mbona usianzishe charity yako? Mimi nitakusaidia. So hili wazo lililetwa na marehemu ambaye amelala pale, anaitwa Rozi, mdogo wangu wa kufuatiana. Akaniambia mbona usianzishe, uko na uwezo, uko na marafiki, mbona usianzishe? Tulianza hiyo program kwa hii kanisa, tukaanza kidogo kidogo kusaidia watoto, na watoto ambao walinisukuma zaidi walikuwa ni watoto wa pale, kuna boma pale kwa kupita, kwa nikienda naona hiyo hali, hao ndo walinisukuma nianzishe mradi baada ya kupewa hilo wazo. So tukaanza polepole, tukafanya registration ya self help group 2018. Tukaanza pale, tukaanza kukua polepole, tukatengeneza madarasa hapa, tukawa tumeanza wale watoto kidogo kidogo, mwalimu wao alikuwa ni huyu. Kaanza pale, kisha baadaye she's a trained teacher. Kisha baadaye tukaipandisha hadhi, tukairegister kama CBO. Kisha baadaye sasa ni NGO. Bwana Yesu asifiwe. Wapi makofi basi? Najua hiyo story imemshukisha ile morali, lakini hivyo ndivyo ilivyokuwa. So ndugu yangu, hivi ninavyoongea, Elephant Gardens is an NGO. Tuko na certificate 3. Moja ni ya self help group, moja ni ya CBO, na ya 3 ni ya NGO. Lengo letu kubwa ni kujenga shule ili tusaidie wale watoto ambao hawajiwezi hapa mtaani. So tulipojenga, kama unavyojua kazi za jamii ikaanza kutupiga vita. Hii ni shamba ya familia, lakini yule ambaye ameachiwa ni mama. Kaanza kuletwa vita kwa familia, mpaka tukasema wacha mwanzo tutoe hii shule, tuhakikishe mambo ya familia tumeiweka sawa, ndio tupate mahali ambapo tukianza kujenga tunajenga permanent structures na mradi umekuwa mahali kwake. Ndio maana tukasimamisha yale majengo na watoto tukawapeleka kwa shule zingine. Kwa hivyo ndugu yangu, ndivyo tulivyozaa. Tukija sasa kwa huu mradi wa ng'ombe. Huu mradi tulianza kuapply miaka kama 5 iliyopita. Tumepitia changamoto nyingi sana, lakini kwa kifupi ni kwamba Mungu amekuwa mwema. Zile changamoto zote ambazo tumepitia, mwisho wa siku ng'ombe zilikuja. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii mwanzo kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndani ya miaka 5 ni muda mrefu sana. Tumepoteza watu wengi mtaani, kwa jamii, lakini nashukuru kati yetu hapa hakuna hata mmoja tulipoteza. Sote tuko hai.
Kwa hivyo wacha tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Chengine ningependa pia nishukuru wanachama, kwa sababu ile misukosuko ambayo ilikuwepo haswa ikiletwa na junior staff wa huu waliokuwa wanasimamia huu mradi, ilikuwa inahitaji moyo sana kuweka hili kundi liwe vile lilivyo, lakini kundi halikutingisika. Tulisimama hivyo na tukang'ang'ana na chochote kile ambacho kilikuwa kinaendelea, tulikuwa tunaitana, tunaongeleshana, tunapeana update. Mpaka saa hii ng'ombe zimekuja. Kwa hivyo nataka nishukuru wanachama sana sana, na kwa wanachama ningependa specifically nishukuru ndugu yangu ambaye anaitwa Safari, ana ulemavu wa kuongea na kusikia. Huyu ndugu yangu huyu amekuwa karibu sana. Ulikuwa ukimwambia kuna kazi, yeye atafanya shughuli, atakuja mbio aje afanye hizi kazi bila kuuliza, ama ukimwambia tu na tunataka tujenge hivi na hivi, yeye atatoka huko afanye shughuli zake hajafanya. Kwa hivyo ndugu yangu, asante sana. Pia ningependa nishukuru wachungaji, wamesimama sana sana katika maombi ya haya mambo, hatimaye tumepata huu mradi. Na mwisho ningependa nishukuru the county government of Kilifi, specifically kwa Mheshimiwa Gideon Maitha Mung'aro, the governor Kilifi County. Watu huwa wanasema hii si miradi ya county, ni miradi ya World Bank. Kwani World Bank inaleta mradi bila mwenye county kujiengage ama kwenda kutafuta mradi kuja? Huu mradi ni wa county government of Kilifi. Gavana ndio alichukua hatua, akaenda akaongea na wafadhili akishirikiana na magavana wenzake wa Coastal Region, na mwisho wa siku ndio huu mradi wao wakaufadhili, lakini ilikuwa ni proposal ya kutoka hapa Kilifi County. Kwa hivyo bwana gavana, nataka nikuangalie kwa macho, nikwambie ya kwamba Elephant Gardens hapa Mabuani, Dabaso Ward, tunakushukuru sana wewe na serikali yako, kwa sababu huu mradi utaenda kusaidia familia 30. Itaenda kuboresha mifuko yao, utaenda kuboresha afya zao, maana watakunywa maziwa. Vile vile hizi familia 30 zitasaidia jamii nzima, kwa sababu watakuwa wanawauzia maziwa kwa bei ambayo si ile ya supermarket. Kwa hivyo utasaidia sana jamii nzima. Na pia ningependa nishukuru kwa sababu hapa Dabaso kufikia saizi in total tumepokea zaidi ya ng'ombe 90. Kwa hivyo Dabaso tutakuwa na maziwa mengi zaidi. Kitu ambacho ningependa nikiombe hapa chini ya mti, bwana gavana, ni kwamba ile dairy, Gede Dairy ama Manyeso Dairy pale Gede, iboreshwe zaidi na ifanyiwe halahala, ilaunchiwe, manake maziwa yatakuwa mengi, si karibu si kitambo. Kwa hivyo tupate mahali kwa kufanya nini, tupate soko, mahali kwa kuweka, ili sasa tuwe tunajua hatutapitapi, tuko na mahali ready tayari kwa kufanya nini, kwa kupeleka maziwa yetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Gavana, kupitia kwa hili kundi tunaomba hilo tu, ya kwamba Manyeso Dairy iharakishwe kukamilishwa na iwe handed over to the community,
tayari na hakika ndani ya miaka miwili maziwa yataanza kuwa mengi sana. Tuwe na mahali kwa kufanya nini? Kwa kupeleka maziwa yetu. Nikimalizia nitakuwa nimefanya ama sijafanya haki nisipomtaja Chief Officer Madam Karembo Agneta, Chief Officer wa Livestock. Wakati tulikuwa tunapitia changamoto, yeye alijitokeza kimasumaso kusuluhisha zile changamoto ambazo tulikuwa nazo. Kwa hivyo dadangu Agneta Karembo, Mungu akuajalie na upande ngazi baada ya ngazi. Na nikimalizia kabisa, pia ningependa nimshukuru ndugu yangu Maganga. Huyu ni ofisa wa procurement ambaye yeye alikuwa anatusaidia paperwork, upande wa malipo, upande wa nini, yeye ndo alikuwa anatushughulikia na alikuwa anatushughulikia bila ubaguzi wowote. Kwa hivyo wacha tuseme Mungu atuzidishie nguvu, Mungu atuajalie afya, ili mazao ya hizi ng'ombe kama chama tuwe tutayaona na macho yetu, ili tukija wageni wakija kama hivi wakirudi wanarudi na plastiki ya 5 liters ya maziwa. Kwa hivyo mimi sitaki kuendelea zaidi ya hapo. Nataka nimwalike mgeni wetu ajitambulishe. Yeye ana kofia nyingi sana. Mimi kwa majina naitwa Mwabonje Mwangusa. Mkiwa mko Dabaso wote, mimi niko Watamu wote upande wa pili. Kunipata rahisi unapofika laini ya CRS ama laini ya kwa Mumba, kama na hiyo barabara shamba ya 3 ndio boma letu, hapo ndo mahali natoka. Na nikisimama hapa ikiwa ni mara yangu ya kwanza huyu bwana kuniita kwenye mkutano wake, na yale yote ambayo ameeleza hapa, wacha niseme kiongozi huwa anachaguliwa na Mungu, ndiye mwenye kuweka kiongozi. Na pia vile vile nilipoanza kumtafuta huyu bwana, nilimtafuta kwa bidii zake. Tuna wakati huyu ni mwanasiasa huyu, na sana sana alikuwa nikimiona kwenye ile mikutano yetu ya ODM. Hasa nikamfuatilia mpaka siku moja tulikuwa tunatoka Kilifi kwa mkutano, nikamwambia ningehitaji nizungumze na wewe. Akanieleza, mimi nikamwambia nataka nikupatie mtihani mmoja tu. Sasa kwenye huo mkutano ukishelewana na wale ambao nitakualikia hapo, nitakuwa sina budi, nitakuwa napenda nitembee na wewe. Na kwenye chama kile ambacho natafutia MCA yuko katika chama cha ODM, na mimi nikisimama hapa nasimamia chama cha ODM nikiwa na coordinate hii Kilifi North. Tuko na Watamu, tuko na Dabaso, tuko na Masangoni, tuko na Tezo, tuko na Sokoni, kuna Mnarani, hii nyingine inaitwaje hapa Kibarani wote. Katika wodi zetu za Kilifi North ziko wodi 7, nikiwa mimi pale na coordinate, ambao kufikia saa hii tuko na grupu 354. Tumeshika Kilifi, saa hii tumeingia Lamu West, huko ndo ambao tumefika, lakini kama ni Ganze wapi huku tumevuruga pote.
Sasa kuna bwana nikamwambia, mimi roho yangu imekutunuku, kwa sababu kila wakati wa viongozi ukija, watu wa Mijongoni mnafanya decisions za makosa. Nikamwambia mimi roho yangu iko na wivu. Kwa nini gavana atoke Dabaso, mbunge wetu atoke Dabaso, mpaka MCA na atoke wapi? Dabaso. Nikamwambia kwa shida hii na vile katika chama changu cha ODM sina mtu mwingine wa ODM ambaye nilifuata ni wewe, wacha nikutengenezee kampeni. Nikamwambia atashirikiana na yeye, tuzidi kumupandisha haya ambayo ameyafanya hapa. Anapokuwa kitini atakuwa yuko na uwezo wa kuingia kila ofisi na kugonga kila mahali bila kuogopa. Na juzi alipokuwa pale aliwahi kuzungumza na chaledi wetu, akaambiwa sisi kutushika mkono, kukushika mkono wewe ni rahisi. Manake Mijomboni tuko na groups, Gedo tuko na groups, Dabaso tuko na groups. Hii Dabaso wote, hii Dabaso hii hatuko chini ya group 43 ambazo zikisema tumeamua tuende na Mwambire, haifiki saa 4 Mwambire afanya nini? Ameapishwa. Kwa sababu yale ambayo ameyazungumza hapa, yuko na maono makubwa, na kama ni maono makubwa ni watu kama nyinyi. Sasa ana ndoto yake, muitimize. Mkishatimiza ile ndoto yake, yale mengine yote yatakuwa yako rahisi,